However, also in concurrence with the defense, 14 days assault would appear to be excessive. This is a matter that also, as I said earlier, that requires swift action, and the police and the DPP must act fast in this matter, give it preference. So I'll give the IO up to the 28th, that is, I'll give you 6 days, working days, to conduct the necessary investigations. Should they require an extension, an application can be made and it will be considered on its own merit. Serikali imesema haitawarejesha nyumbani Wakenya waliokwama jijini Wuhan nchini Uchina kule. Badala yake, serikali imewatumia Wakenya hao shilingi 113,000 kila mmoja ili kujimudu huku wakati huu mgumu wa jinamizi la virusi vya corona. Hayo ni kwa mujibu wa msemaji wa serikali Kanali mstaafu Cyrus Oguna, anavyoarifu Emmanuel To. Afya ni taji. Hakuna ijuaye isipokuwa mwenye maradhi. Kwa takriban miezi miwili sasa, Wakenya 100 wamekuwa mateka katika mji wa masomo wa Wuhan nchini Uchina, huku virusi vya corona vinavyojulikana sasa kama COVID-19 vikikithiri. We want our people back alive when we can still talk to them and we hear they are well. We want them back. Tangu maradhi ya corona kuzuka, wameshindwa kutoka katika mji huo kwa hofu ya kuambukizwa na maradhi hayo hatari. Kufikia sasa, kwa mujibu wa shirika la afya ulimwenguni WHO, ugonjwa huo umewapokonya uhai watu 2,100 huku visa zaidi ya 75,000 vikiripotiwa. Hadi leo, visa 7 vimeripotiwa nchini, serikali ikisisitiza kwamba hakuna Mkenya aliye na virusi hivyo. Wakenya wote 100 wakiwa ni 91 wanafunzi na 9 wakiwa ni wanasarakasi. Hadi sasa hakuna yeyote ambaye amefanya nini? Ameambukizwa. Serikali inashauri kwamba ni jambo la busara kutowasumbua Wakenya hao kwa safari ndefu na kwamba wako salama huko waliko. Kuna hofu, na hofu ni kwamba tutakapowatoa mahali wanamoishi kuwapeleka sehemu ya kuweza kupanda ndege ama magari, kuna uwezekano kwamba huenda wakaambukizwa. Kama serikali itakuwa ni kitu ambacho sio kizuri kwa serikali kufanya ama kutekeleza. Kwa hivyo kwa sasa hivi wale wazazi ambao wanatusikiliza kwa sasa hivi ni kuwaeleza tu kwamba watoto wao wako katika sehemu salama. Tunawasiliana na wao kila siku tukipitia kwa balozi wetu. Kwa sasa serikali imetenga kima cha shilingi milioni 1.3 ili kuwasaidia Wakenya hao kujimudu. Haya yanajiri baada ya wazazi na wanafunzi hao kuiomba serikali kuwapa mkono jamaa zao. Chakula sasa kimeanza kupungua sasa. Na kuko na tuseme kama mtoto ni mgonjwa, hakuna vile anaweza toka hakuna any means of transport. We are also gone ahead to be able to give further support in terms of finances. Yesterday the Ministry of Foreign Affairs released Kenya shillings 1.3 million to be distributed to the 100 students plus the acrobats in China for their upkeep. Kwa sasa ni kisa kimoja tu cha ugonjwa huo ambacho kimethibitishwa barani Afrika nchini Misri. Emmanuel To, KTN News. Mtazamaji, hizi ni taarifa za KTN leo. Tunakwenda kwenye mapumziko.